Hello guys, it's Peter Junior and now Hapo zamani za kale katika kijiji cha Chamuvukha paliishi kijana mmoja aliyekuwa anaitwa Mwambu. Mwambu alikuwa anaishi na wazazi wake katika hiyo kijiji. Mwambu alikuwa anapenda sana kusaidia wazazi wake na kuchunga ng'ombe kwa sababu ndiye aliyekuwa kijana wa boma. Mwambu siku moja alienda kuchunga mifugo yao katika msitu wa Bulheri. Alipokuwa akielekea, aliamua siku ya leo aweze kubadilisha mahali pa kuchungia ng'ombe au mifugo yao. Alipokuwa kwenye njia, aliona njia mbili, moja wao inapanda juu na nyingine inaenda chini, ambapo ya chini ni ile ambayo alikuwa amezoea kuwa anaenda kuchungia huko mifugo yao. Aliamua kupanda ya juu, akaelekea katika msitu wa Bulheri. Huyo katika ile harakati, Mwambu hakuwa anajua ya kuwa hiyo msitu ya Bulheri huwa na wanyama au tunaita majitu ya kila aina. Mwambu alipokuwa anachunga ng'ombe au mifugo yao katika hiyo msitu, aliweza kuona miti mingi ya matunda, kwa mfano mti wa mapera. Aliweza kukwea na kupanda mti huo ili kuweza kuchuma matunda wa mapera. Alipokuwa akikula mapera hiyo, majitu yakatokelezea na kuweza kuchukua mifugo yao. Majitu yaliweza kuchukua mifugo yao na kuenda nayo. Mwambu bado hakuwa anajua kwa sababu alikuwa juu ya mti. Aliposhuka alipata majitu yameshaenda na mifugo yao. Akaanza kulia akianza kujiwaza atapata wapi mifugo yao. Alikuwa akilia akisema, leo wazazi wangu watanichapa. Alikuwa ana wasiwasi mwingi, akasema leo lazima atafute mifugo yao. Alizunguka, lakini kulikuwa na mfugo wao mmoja ambayo ni kondoo iliyokuwa inapenda kuharahara au ilikuwa inapenda kumwaga vidonda, tunaita mafi. Ilikuwa inapenda kumwaga mafi kwenye kuharahara. Sasa wakati majitu yalikuwa yanaenda na mifugo yao, hiyo kondoo yao iliharahara kwa njia hadi ilipofika mahali majitu yalikuwa yanaishi. Mwambu aliweza kuzunguka. Baada ya siku 3 alikuwa anazunguka, lakini aliona alama, akakumbuka ile kondoo yao huwa inaharahara. Akaweza kufuata hiyo mafi ya kondoo yao ambayo ilikuwa inaitwa Ndieku. Ndieku akiimba, Ndieku dokita mlumeho. Ndieku dokita mlumeho. Ndieku dokita mlumeho. Ndieku dokita mlumeho. Akaweza kufuata. Baada ya siku 5 akafika kwenye majitu yalikuwa yanaishi. Lakini baada ya siku 5 hiyo mfugo wao ambaye inaitwa Ndieku ilikuwa haipendi kwenda kuchungwa, ilikuwa inapenda kukaa kwa meko na kukula chakula. Sasa Ndieku alijifanya ni mgonjwa sana. Kwa hiyo majitu ndio ili asiweze kuchungwa na nani na hayo majitu. Yeye alikuwa anapenda kuchungwa na Mwambu. Mwambu alikuwa anaweza kumchunga Ndieku, ndio maana Ndieku akaweza kugonjeka. Baada ya siku 5
Siku ya 6 Mwambu bado ako tu pale pale. Akasimama na kuona Ndieku anatokelezea kwenye jikoni. Akamwimbia wimbo, ndipo Ndieku akaweza kumsikia na kumkujia. Akamwimbia Ndieku wimbo, Ndieku Ndieku do kitamlumeho, Ndieku Ndieku do kitamlumeho, Ndieku Ndieku do kitamlumeho, Ndieku Ndieku do kitamlumeho. Ndieku akafurahia alipomwona Mwambu, lakini majitu yale bado yalikuwa hapo ya kuweza kujua. Mwambu aliweza kujificha ndiposa yale majitu yasimuone. Wakapanga plani na Ndieku akaweza kumwongelesha Ndieku kwa nyimbo ili asiweze kukubali wale majitu waende wakamchunge. Akamwambia Ndieku waweze kufanya mpango ili ajifanye yeye ni mgonjwa, aambie yale majitu yote yaende yamtafutie dawa. Ndieku akaenda akajifanya yeye ni mgonjwa kabisa, na hara kwa meko na haria watu. Akaweza kuharia majitu yakaamua yaende amtafutie dawa wote. Ndipo Ndieku akaweza kukimbia kwenda kwa Mwambu, akamwambia kwa nyimbo akamwambia nimedanganya yale majitu iende ituletee dawa. Mwambu alifurahi na kumwambia Ndieku aende amuonyeshe pale mifugo yao iko. Wakachukua mifugo zao pamoja na Ndieku ambaye ni mmoja wa mifugo lakini alikuwa anapendwa sana na Mwambu. Wakaelekea nyumbani. Mwambu akabebwa akapanda juu ya ng'ombe yao mmoja ambaye alikuwa anaitwa Mbuli. Mbuli akambeba Mwambu. Mwambu akaimbanga wimbo akienda nyumbani. Hole 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 papa hole neti vile hole holondo mola hole 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 papa hole neti vile hole holondo mola la hole 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 papa hole neti vile hole holondo mola hole. Majitu alipoweza kurudi nyumbani akapata mifugo hayako pamoja na Ndieku ambaye ni mkondo ambaye alikuwa anapenda kuharahara. Mwambu akafika kwenye mtoni mmoja ambaye ilikuwa ni mtoni kubwa zaidi. Akashindwa atavukaje na mifugo yao. Akachukua rungu moja na kuweza kuchapa katikati ya maji, ikaweza kugawanyika mara mbili. Wakapita wakafika katikati, wakaona nyuma yao majitu yanawafuata mbio. Mwambu wakapita ndani, wakapita wote na mifugo yao, wakapita salama. Majitu yalipokuwa yanawafuata yakapita pia ndani, lakini tu walipofika katikati ya maji hivi ya hiyo mtoni, maji yakairudi pamoja, ikaweza kuwameza hao majitu wote. Mwambu alienda nyumbani akiendelea kuimba wimbo yake, hole 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 papa hole neti vile hole holondo molela hole 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 papa hole neti vile hole holondo molela hole. Akafika nyumbani, wazazi wake walifurahi walipomwona. Wakasema umepotea kwa wiki 2, umekuwa wapi? Walifurahi wakasema kweli Mwambu you are a brave boy. Akawaelezea historia yake vile alikuwa huko na majitu. Wakamfanyia sherehe kubwa, wakamwandalia sherehe kubwa zaidi. Mwambu na wazazi wake wakaishi kwa furaha, na hadithi yangu inaishia hapo. Tukutane tena kwenye sehemu nyingine ya maadili. Je, waweza kuweza kufuatilia kuhusu mali yako? Waweza kuwa Mwambu siku ya leo? Najua wengi wenyu hamwezi kuwa Mwambu because Mwambu alifuatilia kuhusu mifugo yao hadi dakika
dakika ya mwisho. Hadithi yangu inaishia hapo. Follow Peter Junior for more stories.